katika Kijaluo is getting more clear. Montonde yani ngata. Yani is not a specific person. Yani sio anybody. Yeyote. You know, that is now the sweet of the translation. Yani ndio sasa utamu wa tafsiri. Yeyote. Yeyote. Yani mtu yeyote. Abe no yotindete. Awe ni mlevi. Abe ne kerema. Awe ni yeni kilema. Abe no yogokura. Awe ni provided he has accepted. Yani bora tu amekubali. Sisi kama mnanielewa. I don't know whether you understand. That is the sweet of languages. Yani hiyo ndio utamu wa lugha. Katika lugha ya Ekegusi inasema. Ekegusi inasemaje? It's just like ambiguous. Yani yeyote. Olegene na kubatizwa watoliki. Yeyote. Kijaluo inaingia nasema. Yani abe no yo chandegete. Abe no yo wake meseke. Otabu atikinde. Yani bila chochote. Akikubali. Abatizwe. If you only believe. We are not here to scare you. Hatuko hapa tukutia baridi na we are here to meet the command. Tuko hapa kutimiza agizo. And in the process of meeting the command, hali ya kutimiza agizo, it help us to bond together for that. Inatufanya tuweze kuwa na ushirika wa pamoja. My dear brothers and sisters. Ndugu zangu na dada zangu. Matthew 16 verse 16. Mathayo 16 aya 16. Get the point. Take a step forward. We want to invite you to God's word. Ningependa tuwakaribishe katika neno la Mungu. And I know we want to get to one of the best subjects that many people will be questioning. Na tunataka tuingie kwenye fundisho moja ambao watu wengi wamekuwa na maswali si haba. That all the time you query, ya kwamba wakati mwingi unapojiuliza, you have never got an answer that can quench your questions. Haujawahi pata jawabu la kuridhisha kiu cha maswali yako. But this afternoon, lakini jioni ya leo, we only want to look the aspect of this subject. Lakini leo tungependa tuangalie upande mmoja na kina cha fundisho hili. So that we can understand that this is God's direction. Ili tuweze kuelewa ya kwamba huu ni mwelekeo wa kiungu. Is no police call. Yani hii sio jambo lingine. This is a requirement that God has put before us. Yani hii ni agizo la Mungu kwetu sisi. And we are talking about baptism. Na tunazungumzia juu ya ubatizo. And all the people continue querying. Na watu wanapoendelea kuuliza, is it a must that pastor I must be baptized? Je, mie ni lazima mchungaji nipate kubatizwa? Is it one of the qualifications that before I get that home I ought to be baptized? Je, ni hali moja ya kufaulu ili niweze kuingia katika ufalme huo? And it's a question that everyone will ask. Na ni swali ambalo hata bingu inauliza. We have been making a call. Sisi tumekuwa tukifanya wito and asking that all of those who want to make a decision for God, na tukataka kufanya maamuzi wanaotaka kwenda kwa Yesu, so that they can begin this walk with God, ili waweze kuanza safari wao na Yesu. I want to attempt to respond to this question. Ningependa niweze kujibu swali hili. And I want to invite you to the book of Matthew. Na ningependa niwaalike kwenye kitabu cha Mathayo Matthew 28 verse 19. Mathayo 28:19 to 20. hadi 20. We want to listen the command of Jesus. Tunataka tusikie amri ya Yesu. You know, sometimes people keep on questioning God's command. Wakati mwingine watu wanajaribu kuuliza maswali amri ya Mwenyezi Mungu. When God gives a command, people question. Wakati Mungu anapotoa amri, watu wanakuwa na maswali. When another king gives a command, there is no question. Wakati mfalme wa dunia anapotoa shauri, hakuna maswali. I want to take you to the book of Matthew. Ningependa tuingie kwenye kitabu cha Mathayo. It's a simple question that we want to digest. Ni swali rahisi mno ambalo natamani tulifikirie. Is it a must that I must be baptized? Je, ni lazima mie niweze kubatizwa? Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. And that's a question that all of us are asking. Na ni swali ambalo tunajiuliza sote. Why, pastor, are you calling me to be baptized so that I can be part of this church? Kwa nini mchungaji unaniita nibatizwe angalabu niwe mmoja kati ya waumini wa kanisa hili? I only need to be given a hand. Natamani tu nisalimiwe tu, so that I can walk in. Ili nikaribishwe. I want to invite you to the book of Matthew. Nataka nikukaribishe kwenye kitabu cha Mathayo. Matthew 28. Mathayo 28 verse 19 to 20. Aya 19 hadi 20. I want to see
God's command. Nataka nione amri ya Mungu. I'm happy Charles is a soldier is here. Natamani kwamba, nashukuru Mungu kwamba Charles yuko hapa na yeye ni askari. And I thank God that we have had some interactions with him. Na nashukuru kwamba tumeweza kuingiana kwa mapana na marefu. You see, one thing that I don't know, but I thank God for the soldiers. Yaani nashukuru Mungu kwamba kwa sababu ya vikosi hivi, they don't question orders. Yaani wao hawaulizi maswali, amri. When he's called, anapoitwa, is given an order, akipewa amri, he doesn't question the order. Hakuna swali kwa hilo, maswali baadaye. I don't know whether am I lying, Charles. Sijui kama kumebadilika ama ni hivyo hivyo. Ni hivyo. Umesema ni sawa, ni kweli. Maswali baadaye. Shoot. Piga risasi. He will shoot. Yeye atapiga risasi. And run off. Amka, kimbia. And he will do it. Atafanya hivyo hivyo. There is no question. Hakuna maswali. But when it comes to the spiritual realm, lakini kutukija kwa mambo ya kibibilia, we keep on questioning God's command. Tunaendelea kuuliza maswali kazi ya God says this is my direction. Mungu anasema hii ndio njia ya kweli. There is no shortcut. Hakuna njia ya panya mkato. Matthew 28 verse 19. Matthew 28 verse 19. What does the Bible say? Biblia inasemaje msomaji? The Bible says. Na say Kizungu. Yep. Najua pastor wewe ni kizungu tu. Yes. Go therefore. Basi enendeni. And make disciples of all nations. Make disciples of all nations. Mkawafanye mataifa yote kuwa watumishi wangu. Baptizing them in the name of the Father. Mkawabatiza katika jina la Baba. And of the Son. And of the Son. And of the Holy Spirit. Listen to me. Number one. Sikiza hapa. The Bible says. Biblia inasema. Go therefore. Enendeni. Make them disciples. Wafanye kuwa wanafunzi. You see, is a command. Hii ni agizo. Pastor Bichanga and the team and the rest of those who have accepted me to be their personal savior, go make disciples. Enendeni mkawafanye kuwa wanafunzi. When you get this person to be a disciple, unapompata huyu awe kuwa mwanafunzi, you will have to take him through the process of teaching him. Lazima uweze kumpeleka katika njia ya kumfundisha. When he has accepted the teaching, anapokubali mafundisho, the Bible says, Biblia inasema, now sasa, yani kamata yeye sasa, ubatize, shika yeye vizuri, shika, kamata. Ndio hiyo sasa, tunakamata. Ndio. I don't know whether you're getting. Sijui kama unaelewa maneno haya jamani. Number one is a command. Yani jambo la kwanza ni agizo. Jesus amri. Who says, ni Yesu anayesema go, enda. Hallelujah. Bwana asifiwe. Sijui kama mko hapa. I don't know that you here. Just be there. Yes. Are you here? Ofisa usitoke hapo. Hii ni amri. It's not my wife who has told me to be here. Si mke wangu aliyeniagiza niwe hapa mimi. Neither is not your pastor. Hata sio mchungaji wako. Even the heavenly echoes, it is God's command. Go. Hata nyie waimbaji ni Mungu aliyoagiza kuambia basi. There is nobody who has given you that command. Hakuna mwanadamu aliyewapa agizo. Go make them disciples. Enda kuwafanye wanafunzi. So number one, jambo la kwanza, by the virtue that we hear for 1 week, kwa sababu tuko hapa wiki nzima, we shall get men and women for God. Tutawafanya watu wana wa kiume kwa Mungu. And those are the disciples. Na hao ndio wanafunzi. Abantu moko ndigele tuwa mena yomete etali gukwana bantu mbago kwana no ena amina. Yani jamani, mnakaa tu kama miti ambayo haiongei, yani hata kusema amina inakuwa ni tatizo. You know, I love daga. Hey. I love omena. Ninapenda dagaa. But I don't eat it. Lakini huwa sili. Why? Bona? When we are told we close our eyes and pray, tunapoambiwa fungeni macho tuombe for the meal, tuombe chakula, omena does not close the eyes. Yani dagaa inakuangalia tu hivi. And does not even speak. Hata iongei. Sasa when I look at you, yani kiuangalia vile mlivyo, what is the mess? Yani sielewi ni nini. Tatizo ni gani wana? Yani watu wakuligiriti kuonde tariyo. Yani watu wanakuangalia ni kama hawajawahi kuona. Anawa kusiona. Yani watu. No kione yaonjo ile. Yeah. Bwana asifiwe. Praise God.
Bwana asifiwe. I don't understand. Yani sielewi. Why is that taboo here when you say amen? Ama ni makosa unaposema amina. Where is your pastor? Mchungaji uko wapi? Pastor. Pastor uko wapi mchungaji? Mogero inone chisimijira chiago itayo. Simu. Omera pastor waduari. Pastor uko wapi? Wesimi no mondo ikonyo wabiabia mi ikonyo wange iloso gimang'eny. Jacob unaitwa hapa mkuu wa kitengo aseme nawe uko serious tena kwa simu. Yeah. Ulisema tuko Wajaluo wawili katika hii mkutano. You said you are only 2 Luos in this congregation. Ingi pastor Bichanga. Yani mimi wewe tu na pastor Bichanga. Korado monda go kin kai. Kabuno to simu we mathini nikijalo so ni jomoko kai in kende miwinja. Sawa. Umeelewa hiyo maneno? Yani ni ukae kwa mkutano mpaka tumalize. Praise God. Waambie wakupigie simu baadaye. You know, I love Luos for one thing. Unajua ninapenda Wajaluo kwa kitu kimoja. When they go for something, they go for the best. Yani wakienda kutafuta kitu wanakiendea kile kizuri. And that is what we call high self-esteem. Na hiyo ndio ambao tunaita hali ambao ndio halisi na bora katika maisha. That is me. I don't mind how you perceive, but I'm telling you my own perception. Yani mie sijui mtizamo wako ulivyo, lakini hiyo ni ya kwangu. And by the virtue that I also spend more time there. Na kwa sababu mimi nimetumia muda wangu mwingi kwao. Mine now goes beyond because I combine that kind of a culture and what I have to think about. Sasa yangu ikawa bora zaidi ya yao. Kwa sababu inachanganya yangu na yao. Ukienda kununua mitumba. I advise people even when you go to purchase a mtumba. Mahali ambapo wanasema 200, 100. When you find them saying 100, 200, 500, 1000. Go for 1000. Enda kwa ile 1000. Ukinunua ya shilingi 100, you get the one for 100 shillings. Ukifaa siku moja, when you put on for one day, ukiinama, when you bed, inararuka. It will start. Napelekea fundi. Take it to the fundi. At the end of the day, hatimaye it becomes expensive. Inakuwa na mahali unaona kila mtu 100, watu ni wengi pale. When you hear 100, you'll find that people are crowded there. And there is almost 90 chances that you can lose your phone there. Na kuna uwezekano mkubwa kwamba utapoteza simu yako ya thamani pale. So be a Jaluo not there. Kwa hivyo tulia hapa baba. That's good. Hapo sasa. Tena abantu babesoma ngingora batene inu abagusi ta yani abagusi kintu kyato cyande no kugura malimo nebine ntuli gwechali. Sikia. Amugusia na bakonyora gure tamale mamange no nyiko. Orole genta kubeka. Mwangalia chenye anavaa jamani, hataki kujiangalia, hataki kujijali anavyovaa, yani anakaa nunua watu. Yani nkere nkora kumigetu cyande. Kinachotutatiza skile. Obwate nibe nene, obulimo bonene. Butura boke esoke buya. No ndige no nje buna nanje bo sensitinjo. Yani kama umepewa mwili, umepewa afya nzuri, yani vaa vizuri. Yo mugulira kalima, oyo ndogulira kalima ali. Okogende irongi okugura ne ya 100 ose 400 na inde terigo chiamo ne kiobegete koruwa. Hapa kusina abatenenku. Mnasikia hiyo maneno? Lakini okweboya. Haki hiyo mnanipiga mbao sana. Yani you are disappointing your pastor. Aya bagusi baramba kwane moko ngaye. Kisimlio hapa, hebu nisalimiani katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Yani mwe soko kago tusabire. Inavunja moyo. Abagere mbabwate asibakolem. Omen ababwate no muchanga kende tikeyo, lakini orole kera sogete naboko igwemba yombiye. Lakini ojo mugusyo bwate chieka chinyinga chingende nyomba chire chombe nchira igagweso kabune sikeye ng'ombe tabauti te. Yani napata Mjaluo yeye ako na samaki tu, ako na mchanga, lakini vitu anavyovaa ni vya dhamana. Sisi wa Kisii tumebarikiwa na vyote, shamba, rotuba, ng'ombe na mifugo, lakini tulivyo maswali kibao. Sijui nani aliwadanganya kwamba tutaishi mbinguni.
I don't know who told you that there will be life, that we are in going heaven, to enjoy life in that heavenly home. that we are going tutaenda kufurahia maisha. Forget about it. Sawa bwana. By the way, I'm sorry. Ecclesiastes chapter 7:14. Kitabu cha Mhubiri 7:14. Let me read this. Hebu niweze kusoma hili. And I'm serious. Na sasa namaanisha ninachokisoma. And I'm speaking to a community that God has blessed. Ninazungumzia juu ya kabila ambalo Mungu amelibariki. I don't care how you pick it, but I'm speaking it. Haijalishi utaichukuliaje, lakini itabidi niseme. The Bible says, Mhubiri, in the day of prosperity, in the days of prosperity, siku ya kufanikiwa kwako, be joyful. Be joyful. But in the day of adversity, consider that the Lord has met the two the same. Lakini wakati ambako ni wa shida yako, kumbuka kwamba Mungu yupo pamoja. When God has blessed you, Prince Mamokaya, wakati Mungu anapokubariki bwana Principal, don't behave like a chokora. Yani wewe usikae kama masikini. Behave like the one that God has blessed. Yani ishi kama kilicho barikiwa. Walk like the one that is blessed. Tembea kama aliyebarikiwa. Eat like the one that God has blessed. Kula kama aliyebarikiwa. Stay like the one that God has blessed. Ishi kama aliyebarikiwa na Mungu. Hallelujah. You have put the suits in your cupboard. Yani unajaza suti kwenye kabati yako. And even the utensils. Na hata vile vyombo vya dhamana. You're only using the plastic. Yani unatumia vile vya plastiki. Bora kabisa shetani ashinde. Shindwe in Jesus name. Ukachete kiangalia eko kule na will she put those clothes? Yani unasubiria watu watakapokufa wanaanza kulia hobe gaki hobe. Watavaa hizo nguo jamani? May God help us so that we can understand. Jamani, Mungu atufunulie akili zetu tukaweze kuelewa. I went to a home that someone is bringing a plastic that the pastor kulia this engineering chabu wake bole manyega. Yani nikienda katika boma ambao plastic thing kuliera era thing koi bage kom. Yani mtu ambaye ameletea chakula kwenye sahani ya plastiki, sitaki kukulia hiyo. Sitaki. Even my compound. Hata kwangu. We must begin to think the way God has blessed us. Lazima tufikirie namna ambavyo Mungu walk that blessing. Na tutembee kwenye hiyo mibaraka. Siku moja nikaenda nikanunua suti ya 1,100. One time I went and purchased a suit worth 100,000. And I'm serious. Na niko serious kuliko juzi. Pastor, why are you wasting money? Bwana mchungaji, mbona unaharibu pesa wewe? Ngoja nifae 1,100, wewe faa yako 2,000. Let me put on the 100,000 shillings suit. You put on your 2,000 suit. Bakusito chande gete kweli. Yani ni shida ya kujitakia. Kogo kwa baisi bama na konyo buleme wiki yemo okoligi kwa ba useless. Yani wewe unakufa, ile utajiri ulioacha jamani inaisha na unaliwa na watoto ambao waelewi. Anyway, let us get to the command. Twende katika amri na agizo la Mungu. Onawaga osera. Mko sawa? Bwana asifiwe. Tuendelee ama tusiendelee? Amen. Yana na bakungu bagusimule igoto. Na abarigereria kuruna. Yani wamama wakisimule hivi tu. Ojine uniform ye kanisa y'abakonya ye kwaya. Nilo jumuranga. Yani bwesogete no mongino oli okoruma nywanda okari koruma chegenche tababwekain. Dora mama twachete nera. Tukero siribuya no gotacheba yetibuya wono muraba nyene mubwekaine chingende ne chinsi yakajara. Angalia yule mama yetu tumekuja naye hapa mhubiri, nemna anavovaa, nywele ametengeneza vizuri. Wewe unakuja kwenye mkutano wa Injili, sura inakaa maharagwe. Vile ulitoka kwenye maharagwe unakuja hivyo. Ingejo mo akia gimachando usamoko to uwango ga yamaraji. Jo wagi nono nya sauce wedhu to kia to gi pesa nya saimezo wedhu. Jo wagi samoko gwengondi. Bewinja. Kingyo gimakoro pesa nya sauce miyogi yao. Tango ken. Kwisha.
Yara kuzinyo rauma tincha unyo masiringi bila deki. Mungu atusaidie sana katika jina la Yesu. Wangapi mnaomba Mungu atusaidie? How many are saying that God help me? Grace. Tokoba iga. Grace. Beke yanga na wantu kwa. Yani vava kabisa kama mama aliyebarikiwa. Hata watu wakipata ajali njiani. Even when people are affected in when you get an accident on the road, go even check the rescue team. Enda uangalie watu ambao wanakuja kuokoa. When they come and find you in a suit, wakikupata kwamba wewe uko ndani ya suti nzuri tu, saidia huyo kwanza. Help that man first. This is a government dignitary. Ya huyu mtu ni mkuu wa serikali huyu. Please work for him. Mshughulikia huyo. Wakikuta wewe na matambara yako, when they find you in a ragged clothes, take this first. Chukua huyu, tupa kwanza huyu. Begin to think out of the box. Yani wakati mwingine ni vizuri kufikiria hata zaidi. Amera Tito. Nyosri. Jacob. Tito. Hey. Yani wakikuona hivi ukitembea wanasema ndio. I wanted to see about the command. Nilitaka sana niseme juu ya. Grace kiago jana. Grace nani anasumbua wewe tena hapa? Yani Grace nyarumo gako kweto ukagete ngondeta yora ko emete. Wewe yani wewe Grace. No tagete. Yani ngomo gaka kwete ko massage ndito yogosika. Wewe na uko darasa langu. I'll work on you. You know there are widows, once the man dies they think they are free. Unajua kuna mama ambao mume akifa wanafikiria kwamba wako huru. Mimi mume wangu alienda, sasa kuna mume mwingine ananiongelea. My husband is died and no one can speak to me now. Tutatandika hii tutasikia. We will deal on, we will work on you seriously. God gives a command. Mungu anatoa amri. Go make disciples. Enda kawafanye kwa wanafunzi. Wana wanyasaye Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bali ngamoni wete minto. Wale wanaonisikiza wapendwa. When he says go make disciples, inasema posema enda kawafanye wanafunzi. That is what we hear. Hii ni sauti. What does Matthew 2:8-9 say to my pastor Clement? Mathayo 2. Go therefore. Basi enendeni. That's what the Bible says. Biblia inasema hivi. Go therefore. Basi enendeni. And make disciples of all nations. Na mkawafanye wanafunzi. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Mwabatize katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. That is a command. Yani hii ni amri. When we're here, tukiwa hapa as a team, kama kikosi, our sole purpose is a command of God. Kusudio letu kubwa ni amri na agizo. And we are here to make disciples. Na tuko hapa tuwafanye wanafunzi. So when we get him here, kwa hivyo tunapokuwa hapa, and found him that he need to accept Jesus, na tunampata kwamba ako tayari kumpokea Yesu as his personal savior, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, then he will organize for the baptism. Tunafanya mpangilio wa ubatizo. Hivyo ndivyo ilivyo. Ndio we are here, tuko hapa because the Bible speaks of baptism. Kwa sababu Biblia inazungumzia juu ya ubatizo. For those who will accept, kwa wale wote watakubali, by the command that we have been given, kwa sababu ya agizo tuliloagizwa. We are going to the river. Tunaenda pale mtoni. I want to baptize you, brother Charles. Charles, nataka kukubatiza. I baptize you in the name of the Father, na kubatiza kwa jina la Baba, the Son, Mwana and the Holy Ghost. Na Roho Mtakatifu. Anaitakimisha wale tu. Hallelujah. We are here as per the command. Yani tuko hapa kwa sababu ya amri na agizo. And that command is Jesus' command. Na hii ni amri ya Yesu. So when we are making a call, kwa hivyo tunapofanya wito, we are making a call because of the command. Tunafanya wito kwa sababu ya amri. Any person who is baptized, na mtu yeyote aliyebatizwa, I does not take him to my house. Mimi simpeleki kwa nyumba yangu. He goes to the church, ninamwani kwenda kanisani, where he belongs to the community of the believers. Mahali anastahili kuwa katika jamii ya Wakristo. Hallelujah. Bwana asifiwe. We are here for that command. Tuko hapa kwa sababu ya agizo hilo. Go therefore, basi enendeni to all
nations. Kwa mataifa yote. You know, this is God, Jesus' command. Unajua hii ni amri ya Yesu. And that's why everyone is here. Na ndio kila mmoja wetu yuko And hapa. the message we have for you Na ujumbe tulio nao leo is a command. ni amri. I'm commanded to be here. Yaani mimi nimeagizwa niwe hapa. Hello? Bwana asifiwe. Sasa ningekuja kufanya nini? What have I come to do here? Sitaki shamba. I'm not interested in your shambas. Sina haja na shamba. I'm not interested in your gardens. Sina haja na shamba. I'm not interested in your shambas and gardens, by the way. We're here because God says go. Tuko hapa kwa sababu Mungu amesema. And I know that's why we're here. Na ndio tuko hapa wapendwa. We are not here for a disco team. Hatuko hapa kucheza muziki. We are not here to do an advertisement. Hatuko hapa kufanya matangazo. We are here because of a simple purpose, making them the disciples. Tuko hapa kwa sababu ya kusudio moja, kuwafanya kuwa wanafunzi. You know, sometimes Unajua wakati mwingi people will never understand. watu hawezi wakaelewa. They'll never understand. Yaani watu hawezi wakaelewa. Why? Mbona In this commission, katika agizo hili Christ made it clear Yesu aliweka kinagaubaga that he required the baptism of those who wish to become part of his church. yaani kunahitajika wabatizwe wanaotamani kuwa kati ya jamii ya watu wake. Let me ask you something. Hebu nikuulize swali. There are those who drink. Kuna watu ambao ni walevi. They have a club. Wao wako na klabu yao. There are those who are playing cricket. Kuna wale ambao ni wachezaji wa kriketi. They belong to that team. Yaani wao ni wa kikosi hicho. So we are here tuko hapa to meet God's clear commission, ili tuweze kuafikia agizo la Mungu, that we can get a team that belongs to the ili church tuweze of God. kupata kikosi ambacho kinahitaji kwenda kwa Yesu, Who belongs to the church of God. ambao wanaitawa nyumba ya Mungu. Kwisha, Nothing else. hakuna lingine bwana. That is why I'm here. Na ndivyo tuko hapa. That is why you are here. Hiyo ndio sababu tuko hapa. Go Basi therefore enendeni and make disciples of all nations, na mwafanye wanafunzi wa mataifa yote, baptizing them in the name of the Father wabatize kwa jina la Baba, and the Son Mwana and Holy Spirit, na Roho Mtakatifu, teaching them to observe all things kuwafundisha kuyazingatia mambo yote that I have commanded. ninayowaagiza. We have listened to prophecy. Tumesikiza unabii, We have listened to Bible study. tumesikia uchambuzi wa We Biblia, have listened to family life. tumesikia mafundisho ya kaya na Make jamii, you make a clear decision. ili kukufanya uweze kufanya maamuzi ya busara. We are not here to scare you. Hatuko hapa tukutia baridi na We are here to meet the command. tuko hapa kutimiza And in the agizo. process of meeting the command, Katika hali ya kutimiza it agizo, help us to bond together for that. inatufanya tuweze kuwa na ushirika You know, wa my dear pamoja. brothers and sisters, Ndugu zangu na dada zangu, Matthew 16 verse 16. Mathayo 16 aya 16. Mathayo 16 aya 16. Mark 16 Marko 16 verse 16. Marko 16 aya 16. And this is clear now. Hii ni wazi kabisa. The Bible says, The Bible says, he who believes and is baptized will be he saved, who believed and is baptized will be saved. but he, Yeyote aaminie na kubatizwa ataokoka. but he who does not believe will be condemned. But he who does not believe Lakini will be condemned. yule ambaye haamini atakemewa. This is simple maths. Yaani hii ni hesabu rahisi sana wapendwa. No baptism, Hakuna bila ubatizo, no salvation. hakuna wokovu. Hello? Bwana asifiwe. Hello? Watu wa Mungu, hallelujah. God's people, praise the name Praise of the Lord. God. Bwana asifiwe. The Bible says, Biblia inasema baptized, saved. ukibatizwa umeokoka. No baptism, Bila ubatizo no salvation. hakuna wokovu. Now, I'm talking to all of you. Sasa mimi nazungumzia nyinyi wote. Clear. Yaani kuwazi. Ama hiyo ni lugha yangu? Is that my language? Ama tuseme katika lugha ya tuingie Kijaluo. Inasemaje? Tuingie lugha ya mama. Inasema nini? The Bible is clear. Biblia iko wazi. No baptism, Bila ubatizo no salvation. hakuna wokovu. Period. Kwisha. Period. Kwisha. Kijaluo inasemaje? What does law language say? Read Tito for us. inkani.
Hakuna mwenye iko Jaluo? Iko dakika moja tu. Do we have Luo language? Yeah. Omera. Wapi yule? Read for us, Omera. The Bible. What does the Bible say? Ongenga maanigo. Katika lugha ya mama yake Gusi inasema nini? Pia wacho negni. Inasema hivi. Oyo uregene na kubatizwa. Aminie na abatizwa. Na toleke. No kubatizwa, no gotoleka. Yani kama hajabatizwa hajaokoka. You know it's a simple thing. Yani ni jambo la rahisi tu. No baptism, bila ubatizo, no salvation. Hakuna wokovu. Igumene kugia teba. Oyo uregene na kubatizwa na toleka. Kama hakuna gotoleka, hakuna wokovu. Rais. Yani ni rais. Kama hakuna ubatizo, hakuna when there is no baptism, bila ubatizo, no salvation. Hakuna wokovu. Is that mine? Hiyo ni mimi kweli? Kijaluo inasema nini? Jaluo kinasemaje? Hakuna Wajaluo wamekaa. The Luo man is here. Wamekaa. Now reading the Luo language. Okay. It says wacho kamae. Ngatma oye kendo. Ngato ye kendo. Obedo. The Luo from Nairobi. Ngatma oye. The original Luo is there. Wacho kamae. Soma ni mawinji. Soma hivi. Ngato angata moye kendo. Yani katika Kijaluo is getting more clear. Montonde yani ngata. Yani is not a specific person. Yani sio anybody. Yeyote. You know that is now the sweet of the translation. Yani ndio sasa utamu wa tafsiri. Ngata. Yeyote. Ngata. Yeyote. On the bwens. Yani mtu yeyote. Awe no yotindete. Awe ni mlevi. Awe ne kerema. Awe ni yeye ni kilema. Awe no yogokura. Yeye awe ni provided he has accepted. Yani bora tu amekubali. Sisi kama mnanielewa. I don't know whether you understand. That is the sweet of languages. Yani hiyo ndio utamu wa lugha. Katika lugha ya Ekegusi inasema. Ekegusi inasemaje? It's just like ambiguous. Yani yeyote. Ulegene na kubatizwa watoliki. Yeyote. Kijaluo inaingia nasema. Yani habe no yo chandegete. Habe no yo wake meseke. Otabwati kinde. Yani bila chochote. Akikubali. Abatizwe. If you only believe. Ukitie kwa baba. Hallelujah. Ngato wangata moye. Imora. Ivona mgino translate. Loko no machoni mitindi. I know that is an only translation. I don't know whether you can see the difference of what it's making. Hasielewi kama unaona tafsiri tofauti nayo. Yani with that one it says, ndio katika hiyo anybody, yeyote, yani mtu yeyote, kiwete, awe ni kiwete, tajiri, be rich, maskini, poor, asiyekubarika. If you are not accepted from community, if you only believe as a Baptist, you receive the salvation of God. He is on that plane going yani to the ameingia katika ndege ya safari. He is on a ticket of the salvation. Tayari amefunga safety safari ya mbinguni imeanza. The stamp is rubber stamp. Tayari ametiwa muhuri wa kusafiri kwenda mbinguni. So what am I saying? Nasema nini wapendwa? Baptism, ubatizo, salvation. Kuokoka. No baptism, bila ubatizo, no salvation. Hakuna wokovu. Sumbuka mahali huko. Continue we tell people make a decision for you. When we are people, tunapoambia watu wafanye maamuzi. Pastor, this is sweet. Yani ni tamu sana mchungaji wangu. Anybody yeyote who makes a decision, afanyaye maamuzi, regardless of your financial background, your education background, amesoma mpaka wapi, your social background, yeye anahusiana gani na watu, the point is anybody. Yani hali ni kwamba yeyote, you accept him to be a personal savior, ameweka naye kubali Bwana kwa mwokozi wa maisha yake, and you are baptized, na umebatizwa, kwisha. Hallelujah. Bwana asifiwe. I love God. Yani napenda Mungu apendwa. God does not give us the qualification. Yani Mungu haja tupa kuhitimu, hali ya kuhitimu. It's not like now you want to join the anybody. Si kwamba wakati ambako labda unataka kujiunga na chuo chochote.
you must meet a criteria. Yani lazima kuwa kuna ile njia lazima ufikie. And you pay for it. Na unalipia. And you are tested. Unajaribiwa. For this one. Kwako kuwa hivi. I accept. Nimekubali. I accept. Nimekubalika. Baptized. Maji lazima ubatizwe. New creator. Uweze kwa kiumbe kipya. Hallelujah. And you know, sometimes, wakati mwingi, when God has given us this kind of a free, wakati Mungu anapotupa kipindi kama hichi, people make misconceptions. Watu wanajaribu kuiangalia katika hali nyingine. Now, baptism, ubatizo, is mandatory. Ni lazima. Mandatory. Yani lazima tu. That is biblical. Hiyo ni kulingana na Biblia. Hello? Bwana asifiwe. Hello? Bwana praise asifiwe. God. It is mandatory. Yani ni lazima. Now, hivi, I've been reading about Shakahola. Nilikuwa nasoma historia ya Shakahola kule. And I'm sure most of us, maybe pastor with the prophecy, will begin to understand. But let me give you this perception that I've gone through. Yani nataka nikupe dokezo tu ya mambo ambayo nimeyapitia. For us to be saved, kwetu sisi tupate wokovu, we must be baptized. Lazima tuwe tumebatizwa. And the Bible has given us which baptism the Bible is speaking about. Biblia imetupa agizo la ni ubatizo wa namna gani ambao Mungu anahitaji kutoka kwetu. And when we are talking of baptism, na tunapozungumzia juu ya ubatizo, you go to Matthew chapter 3. Uende kwenye Mathayo 3. You'll see John in the river of Jordan. Utapata Yohana katika mto wa Yordani. Jesus walks in. Yesu akitembea. And is baptized. Na inaingia pale na batizo. In other words, in a deep water. Anazamishwa majini. In Greek, katika lugha ya Kigiriki, ubatizo, it means putting under. Inamaanisha kwamba kuzamisha. Or burying something. Kuzika kitu. That is the baptism that we are talking of. Huo ndio ubatizo tunaozungumzia. Put in. Zamisha ndani. But now, lakini sasa hapa, I don't understand. Sielewi kwamba and how people misused and abused. Vile watu wametumia vibaya neno hili. And more especially women. Na sana sana kina mama. I don't understand. Yani sielewi wapendwa. Women ask God to assist you. Yani wamama, ombeni Mungu sana wasaidie. Anything comes. Chochote kijacho. I've witnessed where somebody is baptizing by fire. Nimeshuhudia sehemu ambao mtu anabatizwa kwa moto. It will lit the fire. Moto unawashwa. Baptism. Ubatizo. Fire. Ndio hii moto. You will come. Unakuja unaruka, yeah. Jump over. Ndio hiyo unaruka. Baptized. Umebatizwa. Baptized. Umebatizwa wewe. I don't know whether you get it. Sijui kama mnaona mnapata hili. Fire. Moto. Is lit. Imewashwa. I want to baptize you in the name of the Father, jina la Baba, the Son, Mwana, and the Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Yeah. Kisha maneno. Baptized. And you find followers. Na unapata wafuasi kabisa wa dini ya aina hiyo. Baptism. Ubatizo. Number 2. Pili. I've seen. Nimeona. And this is in Western. Na iko kule huku Western. Someone comes with the flag. Mtu anakuja na bendera. You are baptized in the name of the Father. Na kubatiza katika jina la Baba. Ubatizo wa bendera. Inapitishwa juu. You are baptized. Na umebatizwa. I'm talking. Then nazungumzia swala lililo. It is not me who is witnessing. Sio mie pekee niliyoshuhudia. The Bible speaks of immersion. Biblia inazungumzia juu ya kuzamishwa. Matthew chapter 3. Mathayo 3. You go 3 onwards. Kutoka 3 kuendelea. Down in. Kutelemka. One baptism. Ubatizo ni mmoja. Twende kazi. Fire. Moto. Jambo. Second baptism. Ya pili. The flag. Ubatizo wa bendera. I want to baptize you. Nataka kubatiza. In the name of the Father. Kwa jina la Baba. The Son. Mwana. And Holy Ghost. Roho Mtakatifu. You are baptized. Na unaambiwa umebatizwa. Another one. I want to baptize you. Nataka kubatiza. Dipping of the water. Kukuzamisha ndani ya maji. Just I'll dip my finger. Yani nitazamisha tu kidole changu. I baptize you.
Nitakubatiza in the name of the Father, kwa jina la Baba, the Son, Mwana and Holy Ghost. na Roho Mtakatifu. Maji unapakwa kigutosini tapa. You're Ambiwa baptized. tembea, umebatizwa. The worst that I also read through. Yaani ingine ambao inastajabisha mno. Pastor Criminal, I don't know what will be done. Sijui itafanyikaje mchungaji wangu hapa. Even as pastors, Hata sisi wachungaji wakati mwingi, I think judgment will be severe on our side. yaani inaonekana kwamba hukumu itakuwa ngumu sana na kali sana. Somebody, Mtu fulani, he put a sprayer. Ameweka pump kwa mgongo. ndio pump ile ya kupump ng'ombe ama mimea, And the water inside. na kuna maji ndani, And the people are kept in the room. watu wamekaa. I want to baptize you. Nataka kuwabatiza In the name of the Father, kwa jina la Baba, the Son, na Mwana and Holy Ghost. na Roho Mtakatifu. Umebatizwa, hiyo unakauka, mnyunyiziwe maji kule nyikani kwa kipindi. Go through pain. Pitia mazito. That is baptism. Umebatizwa. The Bible says, The Bible says. Yes. Mark chapter 8 from 10, verse 10, 3, 8, Malcolm. 39. 10 verse 39. 3, 8 and 9. The Bible says, The Bible says. but Jesus said to them, But Jesus said to them, akasema kwao, you do not know what you ask. you do not know what you ask. haujui uliomba kitu gani. Are you able to drink the cup that I drink? Are you able to drink the cup that I drink? Be baptized with the baptism that I'm about to be. They said to him, They said to him, we are able. we are able. Aweza. So Jesus said to them, Thank you, my pastor. A misinterpretation. Yaani watu wanakosa kuelewa maandiko. You suffer and they suffer and they suffer. That is your baptism. Unateseka, unajitesa, unaumia na unasema huu ni How ubatizo. many people have gone to Shakahola? Watu wangapi ambao walienda kule They are Shakahola going through a baptism. wanapitia huo ni kama ubatizo, I mateso. don't have the facts. Yaani sina dondoo muhimu, But one thing that I was being told, lakini jambo moja ambalo niliambiwa, that after someone has undergone that kind of a suffering ya kwamba baada ya mtu kupitia magumu hayo yote and is weak, na yeye hana nguvu, ni watu mlegevu, wanakuja wanachomoa roho, people come, kidneys, they remove the heart and the kidneys, wanaenda kuuza. they go and sell to trade I've them. not established. Yaani hiyo sijatia muhuri kabisa, But one thing I want to say, lakini jambo moja nataka kusema, God is calling us Mungu anatuita that we must do the right thing. ili tuweze kufanya jambo kisawasawa. And the baptism is very important. Na ubatizo ni la maana sana. What does it mean? Inamaanishaje? Number one, Jambo la kwanza, we obey the command of Christ. tunafuata agizo la That is how it Mungu. is important. Yaani hiyo ndio maana yake mwana. Jesus commanded his followers Yesu aliwaamuru wanafunzi wake to be baptized. waweze kubatizwa, And even himself, he was baptized. na hata yeye mwenyewe akabatizwa. So we are following the command of Jesus. Kwa hivyo tunafuata agizo la Mungu. That is number one. Hiyo ni nambari When moja. you accept to be baptized, Unapokubali kubatizwa, you are accepting God's command. unakubali agizo la Mungu. Number two Namba ya pili is a public declaration. yaani ni maamuzi ya mbele ya watu, Openly, yaani mbele ya watu I waziwazi, have accepted him. nimekubali That leo, I've moved from stage B nimetoka stage ya to kwanza stage B mpaka ya pili, publicly. mbele ya watu, That I'm now a new ya creature. kwamba mimi ni kiumbe That kipya, now I'm cleansed. ya kwamba mimi nimetakaswa. That is number two. Nambari ya pili hiyo. Number three Ya tatu is a symbol of a new life. yaani ni ishara ya maisha mapya. You can never be baptized to continue drinking. Yaani huwezi ukabatizwa na uendelee ulevi. You can never be baptized and then continue to be a thief. Huwezi batizwa na uendelee kuwa mwizi You na will be jambazi. baptized and join the community of God's believers, and that is the church. Yaani unabatizwa na kujiunga na kikundi cha watakatifu, kanisa la Mungu. Number one, I'm obeying Jesus' command. Ya kwanza ninafuata agizo la Number Yesu. two, publicly I want to declare Namba mbili, mimi nataka kufanya maamuzi mbele that ya I've watu made a decision
decision for God. Nimefanya maamuzi kwa Mungu. Number 3, ya 3, I have a new life. nina maisha mapya. I am new creature now. Mimi ni kiumbe kipya. I'm not the same guy Mimi sio yule you saw the other day. niliyekuwa jana. I've made a commitment now. Nimefanya And maamuzi. the number 4, Na ya 4, death to self. nimeamua kufia ubinafsi wangu. Lord, Bwana, I want to die to self. natamani nifilie utu wangu wa kale. Going under the water, because the Bible speaks it, that's to be, you must be immersed. Lazima uzamishwe ndani ya maji. Romans chapter 6, 3-5. Warumi 6:3-5. Baptism is compared to burial. Yaani ubatizo unafananishwa na mazishi. When one dies, Mtu anapokufa, I know most of you have attended the funerals. najua wengi wenu mmehudhuria mazishi. How is one buried? Mtu uzikwaje? Will it be buried one hand is out, Atabatizwa mkono mmoja ukiwa nje, one leg is out? mguu mmoja uko nje ya kaburi. When the grave is dug Wakati kaburi and linapochimbwa, is put in and sealed. inawekwa chini na nazikwa na inafunikwa. So the analogy that is here, Ili kwamba hali iliyo hapa sasa, you die with Christ umekufa na Yesu and you resurrect with na him. unafufuka na Yesu. I have questions as we end. Nimekuwa nikijiuliza maswali. Why do people continue gossiping after baptism? Kwa nini watu huendelea na masengenyo hata baada ya ubatizo? I've come up with my own theology, Na mimi nimekuja na historia yangu, theolojia my own yangu. thinking. Yaani akili zangu mwenyewe tu. When we are doing the baptism, Tunapofanya ubatizo, sometimes the mouth does not go in. wakati mwingi mdomo haiingii ndani ya maji. So the mouth remains out Kwa hiyo mdomo inabaki nje and it makes the noise. na inaanza kupiga yoyo. Because if you're buried, Kwa hivyo kama umezikwa, can the mouth speak? je, mdomo utaongea kweli? Hello? Bwana asifiwe. Praise God. Sometimes it's like we are baptizing Wakati mwingine kama tunabatiza and the mouth is out. na mdomo uko nje. And if I'll be part of those who will be baptizing, Na kama nitakuwa mmoja kati ya watakaobatiza, you'll watch at me. yaani utatazama The huo. only thing that I'll make sure is inside the water is the mouth. Yaani ile kitu ambayo nitatazama sana ingie ndani ya maji ni mdomo. And if you find that you cannot be able to tame your mouth, Na kama utajua kwamba utaweza kufunika mdomo wako and still the mouth is disturbing you, na upate kwamba bado mdomo unakusumbua and you are here, na uko hapa, you don't need to call a pastor. usiite mchungaji baba. Go this afternoon. Enda jioni ya leo. Get a basin. Enda uchukue maji. Get a basin. Enda uchukue karai. Put water in. Weka maji ndani. Don't call a pastor, Usiite mchungaji. because pastor has done his part. Kwa sababu mchungaji amefanya kazi yake. Put the water in the basin Weka maji kwenye beshen. Hapo maji ndio hiyo kwa besheni. and put the basin there. Beshen weka pale mbele. Raise up your hand. Ninua mkono wako. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, I want to baptize myself. ninataka kujibatiza. The mouth has troubled me several times. Mdomo imenisumbua sana. I now baptize this mouth Nataka kubatiza hii mdomo in the name of the Father, kwa jina la Baba, the Son, Mwana and the Holy Ghost, na Roho Mtakatifu. and dip your mouth Na in uzamishe so mdomo. that you get it out. Then we can Na do that. uinue na useme umebatizwa. A decision is one. Maamuzi ni mamoja tu. When buried Unapozikwa completely, hakika when umebazikwa. you're raised up, Unapofufuka a new creator. kiumbe kipya. My dear brothers and sisters, Ndugu yangu, dada yangu, we are obeying God's command. tunafuata agizo la Mungu. Is God's command? Agizo la Mungu, Nobody else. kuna mtu mwingine. Is God who is saying, go, Ni Mungu anasema enendeni, teach them. wafundishe. When they accept, Wakikubali, baptize them. wabatize. We are here Tuko hapa because of that command of kwa God. sababu ya hilo agizo la Mungu. We want to invite all of you to stand up where you are. Tungetamani kuwaalika nyote muweze kusimama. We want to invite you to stand up, all of you. Natamani niwaalike nyote muweze kusimama. I want to make a special prayer today. Natamani kufanya ombi la kipekee sana leo. Maybe in this meeting, Labda kwa dakika hii there are those who have never been baptized. kuna mtu ambaye hajawahi batizwa. We don't want to baptize you, Hatutaki kukubatiza but we wewe, want to pray for you. lakini tunatamani In tukuombee. this meeting, Kwenye mkutano huu is there
Anybody who has never been baptized Kuna yeyote ambaye hajawahi batizwa and you're 12 years and above, na una miaka 12 kuendelea, I want you to raise up your hand. natamani unyanyue mkono wako. I want to pray for you. Natamani kuombea. If you've never been baptized, Kama haujawahi batizwa or you were baptized and then you backslided, ama ukabatizwa na ukatereza ukarudi nyuma, we want to pray for you where you are. tunatamani kukuombea. Is there anybody? Je, kuna yeyote? I want you to raise up your hand. Mkono wako. Anybody raise up your hand. Mkono tu jamaa. Those who have not been baptized Wale ambao hawajawahi batizwa and those who are backslided, na wale waliotereza wakarudi nyuma, we still want to pray for you. tunatamani tukuombee pamoja. Are you there? Uko pale? I want you to raise up your hand. Inua mkono vizuri jamani. I'm asking, is a simple thing. Yaani swali rahisi tu. Those who have never been baptized, Hujawahi batizwa. those who have not been baptized, Wale wote ambao hawajawahi batizwa, I'm asking you, I want to pray for you. mimi natamani nikuombee wewe. Please walk here. Tafadhali tembea uje. Just walk. Tembea uje. Walk. Tembea uje tu. All those who have raised your hands, Wale wote come. ambao mmeinua mikono tembea. Mokaya system to be raised up. We want to pray for you. Yaani nyanyua mkono tunautembee uje, tunatamani Walk tukuombee. here. Tunataka uje. Those who have not been baptized, Wale wote ambao hawajabatizwa, assist them to be here. jamani tembea uje. Wasaidie kuja tu. Help them to come over. Assist that boy to be here. Mwasaidie aweze kuja. Huyo kijana acha kuogopa, kuja tu. Kijana wacha kuogopa jamani, na kuona. Tembea uje, tembea uje. Walk in front. Tembea uje mbele. Why? But Soft. Those who raised up your hands, waliokuwa wamenyanyua mikono yao, assist them here. wasaidie waje. I'm asking Alex, assist them to come in Yaani front. Alex, wasaidie waje mbele, wasaidie waje mbele. Soft. Assist them to come. Wasaidie waje. Assist them to come. Wasaidie waje. We just want to pray for you. Tunatamani tuweze kukuombea. I saw those who raised up their hand. You are remaining still. Nimeona wengine kule nyuma wameinua mikono na We wamebaki pale. want to pray for you. Tunatamani tukuombee wewe. Don't lose this opportunity. Yaani usikose muda huu. That young man, come. Yule kijana kule nyuma, jamani tembea uje. Come. Tembea uje. Get the point. Take a step forward.